Alimfumania boyfriend wake anachiti, akamwambia boyfriend wake kama vipi tuachane. Mshikaji akamwambia freshi, akujitetea wala nini. Ana alilia kichizi, mshikaji akumbembeleza hata kidogo. Kilichomkera zaidi ex wake alivyoondoka, alihama na kila kitu ndani. Japokuwa amechangia 7% tu ya kodi, alikuwa anataka kurudishiwa nusu ya kodi yake iliyobaki. Baada ya siku chache ex wa Ana akaoa. Kinachomuumiza Ana zaidi, yeye na ex wake wanafanya kazi kwenye kampuni moja. Kwa hiyo wawili hao wanaonana mara kwa mara. Siku moja Ana alimuona mke wa ex wake anapiga story na marafiki zake wa kazini. Mke wa ex wake alivyogeuka, Ana kaingia chooni haraka kujificha. Chooni wafanyakazi wenzake walikuwa wanamsimanga kwamba ameachwa dakika za jioni. Wambea wa ofisi waliofungua mlango, akajifanya ananawa. Akawaangalia kwa kutabasamu, utadhani hajasikia chochote kile alichokuwa anakiongea. Ex wa Ana alikuwa anaongea na vyombo vya habari. Mke wake alikuwa ni miongoni mwa waandishi wa habari. Mke wake alipouliza swali, jamaa alimwambia Ana ajibu. Mke wake alikuwa anamchukia sana Ana. Alidai Ana huwa anadanganya watu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Ana alipigiwa simu na dada yake. Ex wako amemtumia barua mama, anataka umpe nusu ya mali zako zote. Mamake Ana alikuwa na hasira sana, alichana ile barua. Baada ya kukata simu, Ana alimfuata ex wake kwa hasira, akamsogelea, akampa bonge la kofi. We malaya, una aibu. Baada hapo aliondoka kwa hasira. Shu alishuhudia ubabe wa Ana. Ulipofika muda wa kutoka kazini, Shu alimfuata Ana, akamwomba akapate vinywaji pamoja. Pamoja na kwamba Ana alikuwa ni bosi wake, akukataa. Ana alionekana kujishtukia kuwa na mshikaji hapa. Shu akaanza kuongelea kuhusu harusi ya ex wake. Ile bibi harusi anataka kurusha maua, nikayarukia nikayakwapua kiroho mbaya, watu wote wakashangaa. Bwana harusi alimaindi, nikachukua yale maua, nikakimbia nayo nje ya ukumbi, watu wote hawakuamini. Ana alipenda story ya jamaa. Alinibia mpenzi wangu, nilichomfanyia kilikuwa kiko sawa au unaonaje? Baada ya story 2-3 Ana akaanza kujiachia kwa mchizi. Asubuhi Ana alivyoamka, aligundua kuna mtu mgongoni kwake. Mama yangu, nimelala kaka dogo. Ile Ana anataka kutoroka kimya kimya, Shiu naye akaamka. Ana akajirudisha kiaibu. Naomba usahau yaliyotokea jana. Kwa nini? Jana ilikuwa ni pombe tu sawa. Kama sitakuja kulala tena na kitoto cha miaka 2000. Je, kitoto cha miaka 2000 kitaheshimu maamuzi ya bosi wake au kitaendelea kupambania penzi? Niambie hapo kwenye comment kama unahitaji muendelezo.